Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia ama amenipatia cha kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije kusema juu ya huyu mwimbaji wa nyimbo za Injili Goodluck Gozbert. Kuna kitu ambacho Mungu amenionyesha kwenye maono. Mungu amenionyesha kwenye maono kuhusu Goodluck kupata ajali. Kuna ajali ambayo nimeiona kwenye maono. Naposema maono, watu ambao wanajua maono wanaelewa. Kuna ndoto na kuna maono. Ndoto unalala unaota. Maono unaweza kuwa umekaa unatembea ama unafanya chochote kile, baadaye picha ikakujia ukaona kitu ambacho kinaweza kuwa kinatokea mbeleni ni kitu gani, ama kitu ambacho kimepita ni kitu gani. Hayo ni maono ambayo unaweza kuwa umeona haujalala. Sasa nimeona maono. Mungu amenionyesha maono kuhusu mwimbaji huyu Goodluck Gozbert, kwamba amepata ajali. Kwa hiyo kwa wale ambao mnampenda huyu Goodluck Gozbert, tafadhali ingia kwenye magoti uombe, uombe ili kwamba hiki ambacho nimekiona kisije kikatokea kwake. Kama hata yeye mwenyewe akiona hii video, aombe Mungu aweze kuepusha hiki ambacho kimeandaliwa kwa ajili yake. Najua kila ambacho Mungu anakionyesha ni kila ambacho anataka kipone. Yaani Mungu akionyesha jambo anataka lisitokee. Kila ambacho Mungu anakuonyesha anataka kisitokee. Naamini yamkini Mungu ameniambia mimi ili kwamba labda niweze kuomba. Najua hilo kila ambacho Mungu anakuonyesha ili kwamba uchukue hatua. Pia mlengwa mwenyewe labda inatakiwa labda kuna jumbe ambao Mungu anakupatia ya kumfikishia mlengwa ili kwamba aweze kuona aweze kuambiwa kile ambacho Mungu anakionyesha. Yamkini labda yeye mwenyewe Mungu amemuonyesha labda hajaelewa, lakini kupitia mtu mwingine naweza kwa nini kumpa uthibitisho kwamba kile ambacho nakiona ni kweli, kwa sababu sio wewe mwenyewe umekiona, kuna mtu mwingine amekiona. Maana neno huwa inathibitika kwa mashahidi wawili ama watatu. Kwa hiyo neno inathibitika. Kwa hiyo naweza kuwa yeye mwenyewe ameona, sababu haya maono sijayaona leo. Kama kuna siku ngapi tu zimepita, lakini naosikia mzigo ndani yangu kusema hili jambo. Wala sikutaka kulikodi kwamba nipandishe hii video, hapana. Lakini nimesikia msukumo ndani yangu, na siwezi kupambana na huo msukumo ambao nausikia ndani yangu. Ndio maana nimeamua kusema hiki ambacho nimekiona kwenye maono. Yamkini, ndio maana nimesema yamkini yeye mwenyewe ameshaona labda hili anaweza kuwa ni sababu, anaweza kuwa kumthibitishia labda kile ambacho amekiona, kwa sababu neno huthibitia kwa mashahidi wawili. Ama sio yeye, ama kuna mwingine pia ameona kama hivi nilivyoona. Kwa mfano kipindi kile nimseme huyu Pastor Tony, kipindi kile niseme Pastor Tony nimemwona amevaa nguo za usera. Kuna mtu ambaye alikuja kwenye comment akaandika kwamba kila ambacho nimekiona na yeye alikiona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anavidhihirisha ili kwamba aendelee kuvithibitisha kwamba Mungu ameonyesha mtu mmoja, kile naona yule labda atakuwa na wasiwasi, anaonyesha mtu mwingine tena, ili kwamba kupitia watu wawili, watu watatu, neno lithibitike. Na sisemi hivi kwamba mimi naomba kwamba hii kitu kitokee, kwamba apate ajali kweli, hapana. Lakini anasema hivi kwa sababu nimesikia msukumo wa ndani kukisema, ili kwamba kama ni kuchukua hatua, yeye achukue hatua, ama kama kwa mtu mwingine pia ameona kama mimi
achukue hatua ambayo na mimi nakwenda kuichukua, hatua ya kuomba kwa ajili ya kuepusha kile ambacho yamkini adui amekiandaa kiweze kumpata. Maana anajua kile ambacho Mungu amekionyesha ni adui ama ni mipango ya adui ambayo anaipanga gizani, lakini Mungu anaionyesha hadharani. Yamkini yule ambaye anaonyeshwa, yule mlengwa sio muombaji aombi, kwa sababu Mungu anampenda, anatumia mtu mwingine kumwonyesha jambo mtu mwingine, ili kwamba huyo mwingine aombe kwa ajili ya nini? Aombe kwa ajili ya huyu mlengwa, asije kile ambacho adui amekiandaa kisije katokea. Maana vitu vingi huwa vinakuwaga hivyo kwenye ulimwengu, kwenye ulimwengu wa roho. Yaani wewe kwanza sio muombaji, Mungu akamwesha mtu mwingine. Ndio maana watu washangaa wale wachungaji ama watu wengine ambao wanataka, yaani umejiwekea limit kwamba Mungu lazima aseme na wao peke yao, yaani kwamba kama Mungu ana jambo juu yao lazima aseme na wao wenyewe, sio na watu wengine. Mungu hayupo hivyo. Mungu na watumishi wengi ambao anaweza kuwatumia kufikishia ujumbe mtu ambaye amekusudiwa ujumbe umfikie. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nimekiona Goodluck Gozbert amepata ajali. Mungu aepushe hicho kitu kisitokee. Mungu aepushe kabisa hicho kitu kisitokee. Lakini kama ikitokea kisiwe kwenye ile njia ambayo imekusudiwa na adui. Kile kwa njia labda ya fundisho na sio njia ile ambayo amekusudia adui. Mungu akubariki sana. Leo nimekuja kusema kitu kama hicho hapo. Mungu akupiganie, na kama bado haujasubscribe chaneli hii ya Moto wa Injili TV, na kuomba usubscribe ili kwamba uweze kuona kila video ambayo naweza kuipandisha, uweze kuiona. Pia na kuomba uweze kulike ama video yote ile ambayo naipandisha, hata kama sio hii nyingine yote ile, ukifungua tu kama ukiipenda unaweza ukalike. Ukilike ile kulike inasababisha watu wengine waione, izidi kusambaa kwa watu wengine, waendelee kuiona. Pia unaweza ucomment. Ukifanya hivyo na Mungu atakubariki sana. Kwa leo taishia hapo. Siku nyingine tena, Mungu akinipa kibali, taendelea kuja kusema kile ambacho Mungu anataka nikiseme. Kwa leo tuishie hapo, na kusalimu kwa jina la Bwana. Shalom, 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 shalom.